Tumsifu Yesu Kristo. Akamkazia macho, akampenda. Ndugu yangu, katika video iliyopita tulishirikishana katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 6 hadi namba 10, ambapo tuliendelea kuangalia msingi na manufaa ya katekesi na tufanye nini, na tulimtumia zaidi brother Peter Milimo na nukuu yake, ambapo alisema kwamba if you rest you rust. Manake kama ukipumzika kujifunza, ujue kwamba unapata kutu. Usipoendelea kutengeneza ule moyo wa kujifunza kila wakati, imani yako inafifia na baadaye inakufa kabisa. Haijalishi mimi ni nani, haijalishi wewe ni nani, kujifunza hakuepukiki kila wakati. Sasa ndugu yangu, leo tuendelee na KKK namba 11 hadi namba 12. Hapa tunaona zaidi sasa, tunapoendelea kuweka msingi, tunaona zaidi madhumuni na walengwa hasa wa hii katekisimu ya Kanisa Katoliki ni kina nani? Hapa tunaambiwa kwamba madhumuni makuu ni kuendeleza ule mpangilio wa mafundisho haya ya kikanisa. Mafundisho haya ambayo chimbuko lake ni mtaguso mkuu wa Vatikani ya pili uliofanyika huko Vatikani Roma mwaka 1962 hadi 65, ndio chimbuko lake. Na hapo mpangilio huu wa kuendelea na mwendelezo wa hii imani, tunaambiwa kupitia msingi wake unakuwa katika vyanzo vikuu vitatu vya mafundisho yetu ya Kanisa Katoliki, yaani Biblia Takatifu, mamlaka funzi ya kanisa ama inaitwa magisterium kwa Kilatini, na pia cha tatu ni mapokeo matakatifu, holy tradition, mapokeo matakatifu ambayo inahusisha pia mapokeo ya kitume na mapokeo ya kanisa. Kwa hiyo ndugu yangu, msingi huo unaendelea kuenezwa kwa wengine. Utakuja kuona vizuri pia kwenye Intermirifica, kwenye hati ya ama decree ya mtaguso wa pili wa Vatikano inayohusiana na masuala ya kupashana habari. Amezungumzia habari ya kuyaeneza haya mafundisho kwa wengine kwa namna inayofaa. Intermirifica ama IM Intermirifica namba 14. Namba 14, hiyo ni hati, hiyo ni decree ya mtaguso wa pili wa Vatikano. Sasa ndugu yangu, madhumuni haya kwanza ama mpangilio wa mafundisho haya yanawekwa kwanza kwa maaskofu wetu ambao ndio wenye mamlaka ya kufundisha kama tulivyoona. Baada ya hapo sasa wanakabidhiwa mapadre wetu, wanakabidhiwa watawa, wanakabidhiwa makatekista. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa ajili ya kuendelea kuyaendeleza hivyo vyanzo vikuu vitatu sasa vya mafundisho, ili viendelee kufundishwa, kuelekezwa, kutolewa tafakari kwa watu, kwa waamini wetu, kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya kuwaingiza wengine katika Ukristo, ili Kristo aendelee kutambulikana. Sasa ndugu yangu, katika hii KKK 12 kuna kitu hapa anasema, kwao kama chombo cha kuwasaidia kutekeleza wajibu wao wa kulifundisha taifa la Mungu. Kwa njia ya maaskofu inawafikia watayarishaji wa katekisimu, mapadre na makatekista. Makatekista hapa ni walimu. Itakuwa pia masomo ya manufaa kwa waamini wengine wote wa Kikristo. Kwa hiyo ndugu yangu, ni mwaliko wa mama kanisa anaendelea kunialika mimi na wewe kuweza kujenga msingi huo wa kuendelea kujifunza, kuweza kujenga msingi huo wa kuendelea kuwa na kiu ya kushirikisha haya makuu. Mama kanisa anatuambia hapo, kama nilivyosema, kwenye decree inayohusiana masuala ya upashanaji wa habari. Unakumbuka tulisema katika Vatikani ya pili, Vatikani 2,
kuna hati 16 Sasa hati mojawapo kama tulivyoona wakati fulani, Lumen Gentium, fumbo la kanisa kuhusu kanisa kama mwanga wa mataifa, hiyo achana nayo. Nyingine ni kama vile Sacrosanctum Concilium, hati kuhusiana na masuala ya liturujia. Sasa nyingine ndio hii, sasa hatuwezi kutaja zote muda huu. Nyingine ndio hii ya habari inayohusiana na upashanaji wa habari, ambayo kwa Kilatini inaitwa intermirifica. Tulisema kule kwa Lumen Gentium inaitwa ni ile habari ya mwanga wa mataifa, kanisa kama mwanga wa mataifa ni LG. Sasa hii ni IM, inayohusiana na masuala ya upashanaji wa habari. Hapo utaona vyombo kama Tumaini Media, utakutana na Radio Maria na vyombo vingine, channel mbalimbali za Katoliki. Msifu Yesu Kristo. Hii inahusiana na masuala ya upashanaji wa habari. Sasa katika hii upashanaji wa habari, mama kanisa anatuambia kwamba tuelekezane, tushirikishane kwa namna inayofaa. Tutumie hivi vyombo kwa namna inayofaa. Tutumie hivi vyombo katika kumjua Kristo aweze kujulikana. Ngoja nisome hapa vizuri ninaposema IM namba 14. Unatakiwa kusambaza na kufafanua kwa usahihi taarifa zinazohusu maisha ya kanisa. Alafu hapa sehemu nyingine kwenye intermirifica nasema hii namba 14. Waamini wanatakiwa kukumbushwa juu ya umuhimu wa kusoma na kuyaeneza makala za Kikatoliki. Intermirifica namba 14. Sasa ndugu yangu, ni mara ngapi unasikia kiu ndani yako ya kuhubiri habari njema, manake kushirikishana hii habari njema ya mafundisho ya kanisa Katoliki, lakini umepuuzia? Audience wangu hatakuwa sana audience wako. Kuna watu unaowajua wewe ambao Mungu amewaandaa wasikie unaeneza yale mafundisho ya kanisa Katoliki kupitia wewe, kupitia chombo cha habari, pengine ni YouTube channel, ama pengine ni Google, ama pengine ni kupitia redio. Ni mara ngapi umepata hamu ya kutoa somo fulani hivi, labda Radio Maria, na hujafanya huo uamuzi? Ya kuuliza swali fulani hivi pengine Radio Maria, na hujauliza linalohusiana Katoliki. Sasa utaenezaje habari njema? Utashirikishaje habari njema? Unaitwa leo. Kuna ndugu mmoja alinipigia jana akananipa moyo alipoona hiki ninachokifanya kuhusu kushirikishana hii habari njema katekisimu ya kanisa Katoliki na vyanzo na masuala mengine yanayohusiana na maisha yetu kama Katoliki, kama Wakristo. Akanipigia, sitamtaja jina, akanipigia Edia Ethics. Maana sikumuuliza kwamba nishirikishe, kwa hiyo sitamtaja jina. Kwa hiyo akaniambia, akanitia moyo na kutia moyo mdogo wangu, na kutia moyo akanasema kwamba sisi hatujaitwa kukaa ndani. Hicho unachokifanya ni kitu kizuri sana, na ukumbuke kaka zako tunakusapoti. Tunakusapoti kwa maana ya kwamba tunakuombea, na unachokifanya ni kizuri. Wewe hakikisha tu kwamba utoki nje ya kanisa, umtangaze mama kanisa vizuri, maana mama kanisa ametupa mafundisho mengi, lakini hatuwezi kuyajua yote bila kupata vishirikishi kama hivi. Kwa hiyo kana nishirikisha na nitia moyo, ananiambia hivyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, na Mungu atukuzwe kwa ajili yake. Yuko mahala fulani anafanya utume nchi za nje ya Tanzania. Sasa ndugu yangu, tunakumbushwa ndugu yangu, kama una moyo wa kushirikisha, wa kutoa tafakari fulani, usisite. Ujui ni mtu gani unazungumza naye, ujui ni nani unamsaidia, ujui ni nani unakuza imani yake kwa kumweleza masuala ya habari ya imani Katoliki. Ujui ni nani. Mimi mwenyewe siwezi kueleza hapa kila kitu, lakini kwa kifupi sana, wito kwa mfano kuwajua ndugu wadogo wa Francisco Capuchini, mimi sikuwa nawajua, sijawahi kuwajua mimi mpaka nafika chuo kikuu. Sijawahi kuwajua, sikuwa najua habari yao. Lakini nimekuja kuwajua kupitia kusoma kitabu fulani hivi kile kidogo cha kijani.
cha kijani kinaitwa Jitolee. Nani? Mimi. Hicho kitabu kinaeleza habari ya mashirika mbalimbali ya kitawa, mashirika mbalimbali yaliyopo katika kanisa, majimbo mbalimbali. Kwa ndio hapo nilipowajulia Wakapuchini, Wakapuchini kasoma pale, nikaona pale habari ya ilivyoelezwa kazi zao za kitume, ndio nikapenda kwa namna hiyo. Katika parokia yangu sio Wakapuchini, sikumjua Mkapuchini yoyote, ni kupitia hicho kitabu, habari ya upashanaji habari. Ndio hiki anachosema Inter-Mirifica hapa. Hii hati, hii decree ya upashanaji wa habari katika kanisa Katoliki. Kwa hiyo hauwezi kujua unazungumza na nani, ndugu yangu. Kwa hiyo usisite, usiogope, usichoke. La msingi, kumbuka kuwa katika misingi ya kanisa letu Katoliki. Misingi ya kanisa letu Katoliki. Na nakuambia ndugu yangu, ukifanya hivyo, kama umeshafanya hivyo, endelea. Ukifanya hivyo, hata huyo ndugu alikuwa ananiambia, endelea, utakuwa unajifunza mengi sana. Kwa sababu kufanya hivyo inanifanya na mimi nisome. Itakufanya usome katekisimu ya kanisa Katoliki. Itakufanya usome hati za mababa, mtaguso wa pili. Itakufanya usome maandiko mbalimbali ya watakatifu. La sivyo, utaendelea kubaki na kile unachodhani unacho kidogo, na tunasema kwamba hicho kidogo unachodhani unacho utanyang'anywa. Kwa hiyo ninakuomba ndugu yangu, na kutia moyo kama ambavyo mimi nimetiwa moyo jana, wewe ndugu yangu, usichoke kujifunza, usichoke kushirikisha lile jema ulilonalo, ubaki katika misingi ya imani ya kanisa letu takatifu, ukijua kwamba vyanzo vyetu vikuu vya mafundisho ni Biblia takatifu, mamlaka funzi ya kanisa ama magisterium, na mapokeo ya kanisa. Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu yangu, ninakuomba sana hilo. Hayo ndio madhumuni yetu makuu, na ndio madhumuni pia ya mama kanisa. Wokovu uweze kufika kwa ulimwengu mzima. Wokovu uwafikie watu mbalimbali. Sio kila siku mtu anaweza kuja kanisani. Si tu tunaohudhuria na kushiriki misa za asubuhi. Hawaji wote kanisani misa asubuhi, labda Jumatatu mpaka Jumamosi hawaji. Sasa kama ndugu zetu hawezi kufika siku zote, wanatamani kusikia neno, na kimsingi wanapaswa waende kazini kweli. Wewe unafanyaje katika kushirikisha? Hata kama wewe ni ndugu mlei, na Mungu amekujalia hiyo karama, hicho kipaji cha kushirikisha, shirikisha, soma maandiko ya mababa, shirikisha. Usisubirie tu siku ya Jumapili ndio uende tu kwenye misa takatifu. Usisubirie tu hivyo. Katika ile Sacrosanctum Concilium, hii ni decree ama hati inayohusiana masuala ya liturujia. Namba 13 anazungumzia habari ya sala ya kanisa na sala ya binafsi, kwamba pamoja na kwamba misa takatifu ni kilele cha maadhimisho yote, lakini muumini anakumbushwa sala binafsi. Sala binafsi, kuingia katika moyo wake kusali. Sala binafsi ndo kama hivi, unakumbuka kusali mwenyewe ukiwa katika na familia yako, kusali binafsi ukiwa katika chumba chako, kushirikisha na wengine ni sala pia. Ni sala. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa ndugu yangu, ninakutakia kila laheri na kuomba tusichoke kujifunza. Nikukaribisha katika video itakayofuata, tuendelee kushirikishana mambo makuu. Mtakatifu Jerome alisema kwamba kutokuyajua maandiko matakatifu ni kutokumjua Kristo. Na mimi leo naomba niwaambie kuwa kutokujifunza maandiko yanayohusiana na kanisa Katoliki ni kutokulijua kanisa Katoliki. Na usijivunie eti wewe ni Mkatoliki alafu hutaki kujifunza. Kwa hiyo ninaendelea kukutia moyo na ninakuomba tuendelee kushirikishana kwa pamoja. Endelea kusubscribe ambao hujasubscribe. Asante ambao umesha subscribe. Share hii link, share hii video, share na wengine, comment kama unacha comment ndugu yangu, lakini pia like. Tuendelee kushirikishana haya. Mungu aendelee kutukuzwa na sisi tukiendelea kutakatifuzwa kila wakati kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Nice to meet you.